Basi tusome. Tusome Warumi 8 mstari wa kwanza. Wacha nisome na hii tu. Niko naye. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, because through Christ Jesus, the Lord of the Spirit, who gives life, has set you free from the law of sin and death. For what the law was powerless to do, because it was weakened by the flesh, God indeed, by sending his own Son in the likeness of sinful flesh, to be a sin offering. So he condemned sin in the flesh, in order that the righteous requirement of the law might be fully made in us, who do not live according to the flesh, but according to the Spirit. Those who live according to the flesh have their mind set on what the flesh desires, but those who live in accordance with the Spirit have their mind set on what the Spirit desires. The mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life and peace. The mind governed by the flesh is hostile to God. It does not submit to God's law, nor can it do so. Those who are in the realm of the flesh cannot please God. Verse 12. Therefore, brothers and sisters, we have an obligation, but it is not to the flesh to live according to it. For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the misdeeds of the body, you will live. For those who are led by the Spirit of God are the children of God. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana wale waongozwae na Roho ndiye wana wa Mungu. Angalia mwenzako, muulize kama wewe anakuongoza. Haya, muulize wewe kama Roho anakuongoza. Kwa maana wale waongozwae na Roho ndiye wana wa Mungu. Sasa swali ni, yeye huwa anakuongoza? Bwana Yesu asifiwe. Ni kama Paulo anatuambia hatufanyiki wana wa Mungu kwa maana tuko kanisani. Si kuja kwa kanisa kunatufanya wana wa Mungu. Tunafanyika wana wa Mungu tunapoongozwa na Roho wa Mungu. Na watu wengi ni wale waongozwi na Roho. Yaani wao ujiongoza kwa reasoning katika tafakari zao. Unajua ni watu wachache sana, hata wale wako kanisani, hata wale wanahubiri, kabla hajafanya chochote anataka kujua mawazo ya Mungu. Ni watu wachache sana. Bwana Yesu asifiwe. Nao tuachane na hiyo. Nilisema hivi, Yesu alipokuja alituita katika uzima. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Yesu alikuja kutuita katika uzima. Hakuja kutuita kanisani. Na hakuja kutuita tukahubiri. Wala hakuja kutuita tukaimbe. Yeye alituita katika uzima. Na kitu hicho usisahau katika maisha yako. Kwa maana kila mwanadamu alipoteza wakati alitenda dhambi, si kanisa. Hata mwanzo hakuwa anahubiri, kwa hivyo kila alipoteza. Kwani Adamu alikuwa anahubiria nani? Si alikuwa peke yake? Kwa hivyo kila alipoteza si Injili, kwa maana haikuweko. Kila alipoteza ni uzima. Kwa maana wakati alikuwa na uzima huo, waliweza kutembea na Mungu na aliweza kufanya mambo yote. Alikuwa akowaka with God. Alikuwa anafanya mambo pamoja na Mungu. Kwa sababu uzima huo ulimpea kufanana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kazi ya Mungu ilikuwa kuumba, kazi ya Adamu ilikuwa kuita majina. Yaani walikuwa na kazi mzuri. Mmoja anaumba,
Anamwambia nimeumba, basi unasemaje? Adamu anamwambia sasa hii itaitwa ndovu na hii itaitwa nyoka, kwa maana anaonekana mjanja sana. Huyu naye ataitwa samaki, na mti huu tutaita hivi, naye hii mnyama ataitwa nyani, naye huyu ataitwa hivi. Na Biblia inasema hapo chini, na majina yote ambaye Adamu aliwaita wanyama na vitu ndiyo ilikuwa majina yao kutoka kitabu. Kumaanisha majina ya wanyama wote yalikuwa mbinguni, lakini Adamu hakupelekwa mbinguni, lakini kwa ajili ya uzima aliyekuwa naye. Wakati Mungu alitaka kumuumba mwanamke, wakati aliketi akaona mzee huyu anateseka sana, na ujua Adamu alikaa bila mwanamke miaka 30. 30 years peke yake duniani. Adamu hawa alipokuja walikaa wakakaa 33 and a half. Na ndio maana Yesu ilibidi akuje huku akae miaka 33 na nusu, na alisaidi akae miaka 30 ile ya Adamu kabla hajaanza kazi, alafu achukue ile nyingine 3 na nusu kuokoa mwanadamu, kwa maana ile 3 na nusu ndiyo ilileta dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Adamu hakuwa anajua dhambi, aliishi hapo tu akiongea na Mungu miaka 30. Hapana, kidogo. Miaka 30 haikuwa kidogo. Lakini wakati Mungu alimtazama akaona mtu huyu kuna kitu anakosa. Wakati huo mwingine mkiniita mniletee vijana niwafundishe hicho anakosa. Kwa maana ndoa si ya kufanya mapenzi. Ndoa haikuwa ya kufanya mapenzi, aliletewa a companion, mtu wa kutembea kando yake. Ukifanya ndoa ni ya kufanya mapenzi, kumaanisha pale umepoteza maana ya ndoa. Tuachane na hiyo ni ya vijana. Ni ya youth. So wakati alipoona mtu anahitajika, na unajua Adam, Biblia haituambia alifanya mapenzi miaka hiyo 3 na nusu. Walikaa na bibi na hakufanya mapenzi miaka 3 na nusu. Kwa maana kwake bibi hakuletwa mapenzi. Bibi aliletwa a companion, mtu wa kutembea. Sasa Biblia, wakati Biblia inatuambia alitenda mapenzi, ni wakati walitenda dhambi. Kwa maana after kufukuzwa shambani ndio Biblia inasema akamjua mkewe, alafu akapata mtoto wakamuita Kaini. Lakini mwanzo, kumbuka hakuna mtoto alizaliwa shamba la Eden. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtoto alizaliwa shamba la Eden. Wote walizaliwa nje ya shamba. Walizaliwa wakati, unajua wakati, nitatumia jina gani? Nitumie kwa Kiingereza. When you miss the mangers, the minors become manger. Nimesema nini dada kwa kwenu? Aravuze yuko iyo uvuze ibyangombwa, ibitari ngombwa bihinduka ibyangombwa. Good. When you lose focus from the manger, the minor becomes the manger. So you start focusing. So Adam wakati alikuwa katika shamba na bibi ameletwa, kabla hajatenda dhambi, alikuwa amefocus kwa manger. Kwa hivyo yeye mapenzi haikuwa kitu cha maana sana. Lakini wakati alipoteza, mapenzi ikawa kitu cha maana, kwa maana sasa hana cha maana. Kwa maana hana cha maana, mapenzi ikawa cha maana. Bwana Yesu asifiwe.
Wakati huo ndio Biblia ilinena juu yake na kukujuana na bibi yake. Lakini wakati bibi alichaumbwa, Biblia inasema Mungu alikuja akamlalisha Adamu, akalala. Adamu alipolala, Mungu akaja akatoa mfupa moja. Alipoumba, kwa nini alitoa mfupa? Kuna watu huwa wanatuambia mwanamke na mwanaume hawakuumbwa siku moja. Si kweli. Waliumbwa siku moja. Kile kilifanyika ni wakati wa kuadhirisha katika dunia ndiye akudhihirishwa. Si unakuwa Biblia ina maumbaji mara mbili. Kwa CRA tulikuwa tunazita two creations. Tulikuwa tunasoma form 1 na form 2. The first creation na the second creation. Sasa first creation ndio iko kwa Genesis 1. Second creation iko kwa Genesis 2, mwanzo wa pili. Sasa watu wanauliza kwani Mungu aliumba mara mbili? Mungu aliumba mara moja. Kutoka pale hiyo ingine haikuwa kuumba. Hiyo ingine ilikuwa kuleta kile kiliumbwa. Ukisoma Genesis mwanzo ya kwanza ya 26, 27, 28. Anasema na Mungu akasema tumuumbe mwanadamu. Hapo chini nasema mwanaume na mwanamke tuwaumbe kwa sura yetu. Kumaanisha nani? Biblia inasema Mungu akamuumba mwanaume kwa sura yake. Alafu akasema akawaumba wao. Wao si wawili. Kwa sura yake. Kumaanisha mwanaume na mwanamke waliumbwa siku moja. Kilicholeta shinda ni wakati alipokuja kuleta mwanadamu duniani, aliwaleta wote wawili lakini mmoja akiwa ndani ya mwingine. Nakumbuka hata alipowatenganisha aliwaambia ajenda yangu ilikuwa tu shall be one. Wawili watakuwa moja. Kwa hivyo amewaambia wakati nimewatenganisha ni sawa, lakini utaenda umuoe ili nyinyi wawili muwe mwili moja. Kwa maana kutoka mwanzo aliwaleta wawili lakini wakiwa kwa mwili moja. So akaona huyu, kwa maana sura iliyotokea ni ya mwanaume na mwanamke iko ndani. Angalia mwanamke aliye karibu nawe. Mwangalie mwanamke aliye karibu nawe. Kwani muangalie, mwambie kila mahali mnatembea na mume wako. Muangalie, mwambie kila mahali mnatembea na bwana yako. Uhakikishe yeye ndiye anaonekana. Wewe mzazi mwambie tena, hakikisha ni yeye anaonekana, sio wewe. Ukienda kuna kimbele yako ukajionyeshe, umevunja sheria. Nesa sisiwe. Kwa maana hata mliletwa nyinyi wote, lakini wewe ukafichwa ndani yake ili yeye aonekane, wewe usionekane. Kwa hivyo hata mkioana kutoka pale mkiapia, unastahili kujificha ndani yake, yeye awe pekee ndiye anaonekana. Na ni yeye anaongea. Wacha kimbele yako. Sasa hiyo ni akapotu, achane nayo. Bwana Yesu asifiwe. Ase. Ili hata kama wewe ndio unajua mambo mingi kumuliko, ukiongea anything unaongea ukilifaa yeye. Kwa maana yeye ndiye anastahili kuonekana, si wewe. Hivyo ndivyo Mungu aliwaumba. So wakati Adamu aliamuka, si Mungu alimwambia huyu ni nani. Ni yeye aliamuka akaangalia akakuta nikilala hakukuwa na mtu hapa. Sasa anasema Mungu, mimi nimejua vile umefanya. Umenifanya nikalala katika ukatoa mfupa wangu mmoja. Na hakuna space iko.
ati ajue, ati hakuna uchungu anasikia, anapata kwa uzima aliye naye. Anamwambia sasa, hii ni mfupa wa mifupa yangu na itaitwa nyama za nyama zangu, na jina lake hataitwa mwanamke. A human. Human means what? A man with a womb. Woman means, Ingereza tumia humped man. Hiyo ni nini? Humped man. A man but with a womb. Maanisha mwanaume, womb ni ile tumbo ya mama inayobeba mtoto. Inaitwa womb. Bese ni umugabo ufite umura. Wanaweza zife. Akamwambia, nimekuumbia sura ingine, ni mtu bando. Man si mwanaume. Man ni human being. Mwanaume ni male, mwanamke ni female. Sawa sawa? Kwa hivyo huyu jina hili man hutumika commonly, inaweza tumika kwa mwanaume na inatumika ikirifaa human being. Hello? So yeye anamwambia huyu ni mwanamke, ni kumaanisha ni sawa ametoka kwa mwanaume. Kwa hivyo yeye ni mwanaume ama mtu, lakini aliye na tumbo la uzazi, tofauti na mwanaume. Kwa hivyo mwanaume akaachiwa kazi ya Mungu ya uumbaji ya mwanzo wa kwanza, mwanamke akapewa sura ya Mungu ya uumbaji ya pili. Kwa hivyo mwanaume akaachiwa mbegu, mwanamke akapewa uwezo wa kuzaa mbegu hiyo. Na ndio maana ni ngumu sana mwanaume kufanikiwa bila mwanamke. Umenisikia? Nimesema ni vigumu sana mwanamume kutajirika pasipo mwanamke. Nimewaambia ni mgumu sana mwanaume kutajirika pasipo mwanamke. Kwa maana mwanaume kile amebeba ni mbegu, lakini kila mbegu itahitaji kupokelewa, iumbwe, ipewe sura ile ulikuwa unataka. Si mbegu ya mtoto tu, mbegu yote katika maisha yote ni mbegu ulipewa. Hata iwe ni utajiri, hata iwe ni kujenga, chochote ulipewa ni mbegu. Wewe kazi yako ni kuachilia mbegu ile. Bibi yako aipokee kutoka pale, akikaa kwa muda akwambia, ninaona kile ulikuwa unasemea, ninaona kikifanywa hivi, kipite hivi, dakika hiyo unapata idea. Mbegu ile ulipeana imeanza kuzaliwa. Hiyo ndio kazi ya mwanamke. Sasa hakuna yule atafanya bila mwingine, kwa maana naye mwanamke hawezi kufanikiwa pasipo mbegu. Kwa hivyo lazima naye ili aweze kufanikiwa atafute yule ako na mbegu, ili ampee mbegu ili aweze kuileta. Kwa maana hawezi ileta kutoka kwa hewa. So we are equally important to one another. Sote tunatoshana my friend. Ni majukumu tofauti. Sasa sote tumetoshana, kile tofauti ni majukumu. So tusikosanie ati mwanaume ndio mkubwa, mwanamke ndio mdogo, my friend. Ukiwa president na mwingine awe deputy president,
Je, unataka kuniambia president ndiye ana akili kuliko deputy? Unafikiria president ndiye anajua kuliko deputy? Anaweza kuwa hata deputy ndiye ana akili kubwa kumuliko. Shinda ni majukumu. Sasa kwa maana William Ruto ndio rais wetu, ndiye mtu anajua kila kitu kuliko katika Kenya hii. Sasa unafikiria tulichagua ule anajua kuliko wote? Iko watu wanajua, my friend. Iko watu wanajua. Ni vile Mungu alimleta hapo juu akampea majukumu. Kwa hivyo akiwa pale mbele anaonekananga kama yeye ndiye anajua kila kitu, yeye ndiye mwalimu, ndiye mwenye hekima kuliko wote kwa maana ya majukumu aliyepewa. Hivyo ndivyo mwanaume anaonekana. Kwa maana ya majukumu yake anaonekana kama yeye ndiye mkubwa, ndiye anajua kila kitu, lakini ni majukumu, si ati anajua. Atahitaji mshauri. Wanaweza jife. Na unaweza kuwa bibi yako ana akili kubwa kukuliko. Ni vile tu majukumu inakufanya uwe mkubwa kidogo, lakini akili anayo. Bwana alituita katika uzima. Wanaweza jife. Hapo ndipo Yesu alituita. Kwa maana wakati Adamu alipotenda dhambi, kitu hicho ambacho alikuwa nacho kilichokuwa kinamleta karibu na Mungu, kilichompea uwezo wa kufanya kila kitu, kilichompea uwezo wa kujua kila kitu, kitu hicho ndicho kiliondoka. Hicho ndicho kilimwacha. Kutoka pale Adamu akabaki akiwa mtu asiyejua kuhusu kesho, asiyejua atafanya nini kwa maana mambo ni mbaya, asiyejua atapitia wapi. Ikawa hiyo ndio maisha ya mwanadamu kutoka wakati wa Adamu mpaka Yesu alipoletwa. Alipofika alisema, mimi nimekuja ili uwe na uzima na uwe nayo ikiwa imejaa. Ndio maana ilimleta. Lakini sasa alisema, Kiingereza inasema I came so that you may. Ukisikia may, si must, si lazima. May ni kumaanisha nimekuja kwa lazima. Bwana Yesu asifiwe. Uzima huu haupeanwi kwa lazima. Na nilisema uzima huu si kwenda mbinguni. Na mbinguni hauendi kupewa uzima. Unastahili kwenda na uzima kutoka hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana yeye alikuja ili niwe nayo. Kama ilikuwa ningoje mbinguni, angeniambia nimekuja ili ukifika mbinguni upewe. Lakini amesema amekuja ili niwe naye. Nikiwa wapi? Nikiwa hapa. Kwa maana yeye alikuja nayo na akaishi nayo miaka 33 hapa. Alikuja akaishi nayo hapa. Lakini shinda kubwa, ukikiri Yesu haujapewa uzima. Ukikiri Yesu umefunguliwa mlango. Bwana Yesu asifiwe. Nitasema tena, ukikiri Yesu si uzima unapewa, ni mlango umefunguliwa. Kwa maana uzima huu unastahili kuguza nafsi yako. Na kukiri akuguzi nafsi, kukiri uguza roho, the spirit. Brother, Bwana Yesu asifiwe. Ninasema hivi, uzima unastahili kufikia nafsi.
hisia na mapenzi. Sawa? Hiyo ndio inastahili kufikiwa ili mawazo yako iwe imebeba uzima. Lakini ukikiri Yesu, mawazo yako haiguzwi, bado unabaki ukitafakari ile ulikuwa unatafakari. Lakini roho yako inafufuliwa, unatoka katika mauti. Lakini matendo iliyokufa bado iko katika nafsi yako. Yesu asifiwe. Kwa hivyo unaweza ishi kanisani miaka yote lakini umekufa. Nafsi yako imekufa. Na ujue nafsi ndiyo mtu. Si Biblia inasema alipopuruziwa pumzi ya uhai alifanyika nafsi iliyo hai. Kumaanisha wakati mwanadamu aliumbwa, kitu cha kwanza kilifanyika ni nafsi yake iliyomfikia ilikuwa na uhai. Ndio maana Adamu angeweza kufanya kila kitu. Lakini alipotenda dhambi, nafsi yake ikaingia katika mauti. Ndio maana Biblia inasema nyinyi ni wafu watembeaye, the walking corpse. Mlikufa kitambo lakini bado mnatembea. Sasa nitafanya nini? Najaribu nataka kiingie ndani ili wokovu usichukue kama kitu cha kuja kurukaruka. Hapana. Ndio maana Paulo anasema work out your salvation with fear and trembling. Fanyia wokovu wako kazi. Kumaanisha wokovu lazima ufanyiwe kazi. Kumaanisha wokovu si kitu tu kamekuja. Haleluya. Brother, wakati wachana hata na wakati huo, hata sasa, wacha wakati huo uliokoka, hata sasa unasikianga mawazo yako ikiwa ya Mungu kabisa. Na sehemu ile kubwa ndiye si ya Mungu. Wewe ukisikiza tafakari ambazo huwa zinapita katika mawazo yako wakati uko peke yako, ni asilimia ngapi unaona kama ni ya Mungu? Kidogo sana. Wale wamejaribu ni 10% ndio ya Mungu. 90% ni ya mwili. Ai, 90% ya tafakari za mawazo yako sio ya Mungu. Kumaanisha bado mawazo yako iko katika matendo iliyokufa, haijafikiwa na uzima. Haleluya. Unajua wakati mwingine nilikuwa hapa ninauliza swali. Umeshaenda ujaribu kusoma Biblia kwa nyumba jioni, usikie usingizi? Inakuanga sana. Hata hapa. Kama wewe ni hata hapa uko na shida kubwa. Nilikuwa nasemea nyumbani, unajua at least hapa mhubiri anaweza kusasamua kidogo. Lakini ngoja nikuulize, dakika hiyo umesikia usingizi kwa maana unasoma Biblia, ukienda kwa Facebook usingizi unaendelea? Usingizi unaisha. Kumaanisha haukuwa na usingizi. Si ni kweli? Kumaanisha haukuwa na usingizi. Kwa maana usingizi hauwezi ondoa na Facebook kama iko. Kama usingizi uko, usingizi ikiweko hata kwa maji utalala. Hata kwa barabara ukitembea utalala. Usingizi ikiweko. Kumaanisha hiki kimekufanya ulale si usingizi. Kile kimekufanya ulale ni matendo ya mauti
maana mawazo ya mwanadamu ndiyo kiingilio cha mwanadamu kufikia roho yake, moyo wake. Ili afikie moyo wake, chochote kinafika moyoni kinastahili kutoka kwa akili. Sawa? Kwa hivyo akili yako ndiyo mlango, na kile kinafika moyoni nacho ndiyo kinakuumbia tabia. So ukisha uchukue neno hili likiweza kufika moyoni litakuumbia tabia safi. Sasa na ni lazima mawazo ikubali. Mawazo, ukikuja kusoma mawazo imesema hicho mimi sitaki, utaanza kusikia kama usingizi. Ufunge Biblia au kusema wacha niangalia kile kwa Facebook, unaona usingizi inapotea, unakaa kama uko mchana. Kwa sababu ya matendo iliyokufa ambaye imeketi nafsini. Utaniuliza nimeokoka? Umeokoka kwa kukiri, lakini uko na shinda, hauwezi tenda kazi ya uzima. Hauwezi, kwa maana maisha yako haijafikiwa uzima. Yesu asifiwe. Wakati tulikuwa kijijini kule kwetu kuna kaanga kama Minembwe. Kwetu ni karibu na pori na msitu. Nyumba yetu ndiyo ya mwisho. Kutoka kwetu hakuna nyumba ingine. Hiyo ingine ni pori. Hizo zingine ziko chini, yetu ndiyo ya mwisho. Kwa hiyo mimi nilitumia sana kuombea msituni kuliko kwenda kanisani. Maana kanisa ni mbali. Msituni na dakika 3 niko msituni ndani. Kanisani itabidi niende nusu saa. So nilikuwa naamka asubuhi saa 11 naelekea msituni, naenda kuomba. Sasa kitu niligundua kilikuwa kigumu kabla hatujaanza kutembea ni maombi. Unaomba, unagundua ikimalizika dakika 10 maombi imeisha. Unasikia kama umemaliza. Sasa utakaa hapo ujaribu kutafuta maombi. Ngoja ujaribu kusoma neno. Unasikia kama hakuna chochote unasikia. Vile unasoma, unasikia tu kama mtu anapita na lobo. Na hata ile story book, kwa maana iko funny. So utajifurahisha kwa funniness yake. Lakini Biblia si funny. Kama akiingia ni flat. Sema Bwana, mbona watu wanasema wanawaombanga masaa 3? Mtu huomba masaa 3 akisema nini? Maombi hayo utoka wapi? Kwa maana ninatafuta dakika 5 imekwisha. Mungu akaniambia shida iko katika mawazo yako. Mawazo yako ndiyo imeoza. Kwa maana hata kwa maombi utakuta akili ilitoka kwa maombi inatafakari mengine. Na angali kinywa kinasema Jesus. Lakini akili haiko kwa Jesus. Akili ilienda kitambo. Bwana Yesu asifiwe. Haiko. Ungali unachora vile biashara ya kesho itakuwa. Hauko hapa. Wewe ungali Amerika. Ukitafuta sasa unasikia akili ikikuonyesha na wakati huu ukichukuliwa. Ni akili. Tuko kanisani lakini akili iko Canada. Umepanda ndege na ukaenda Canada kwa mawazo. Kwa maana akili yako haiwezi kubalia uzima.
ungali unaimba. Sila masiti umetoa. Sibetoka. Si Mungu akubariki. Na uambio akuweke kwa Sikiza. Uende kule kwa Sikiza na Citizen. Wao wanakulipa kila wakati pesa nyingi. Si useme amen. Ni mimi nimesema uende uambie watu wa Citizen wakuweke kwa Sikiza. Sawa. Uanze kuani tu ikiwa hapa mshahara inaingia. Si niliona mmoja ati anapata mshahara ya 2.5 million. Sasa sikiza. Msichana huyu wakiambua hapa, huyu Roro Skin. Huyu alikuwa anakuambia kiti cha wimbere kiabu. Ni muimbaji. Ati kila mwezi unaingia 2 million kutoka Royal Media Citizen TV. Kila mwezi. Wakiwa na jamaa ingine hapo tunafikiria hata ni yake hapo. Na wale wengine akina huyu Sara Kile. Wale wako na over 1 kila mwezi. Ikiingia hivyo kila mwezi. Yaani yeye hata kisumbuka mwezi wote atapata 1.6. Sikiza na Citizen. Sasa Mungu akusaidie. Lakini sasa tulikuwa hapa. Shida brother. Ni kuweza kutoa mawazo yako katika shimo la mauti na kuleta katika mahali pa uzima. Hapo ndipo kibarua kikubwa kiko. Hapo ndipo kibarua. Na mawazo yako ikiweza kufikiwa na uzima, chochote ambacho kimekuzunguka kitakuwa na uzima. Bwana Yesu asifiwe. Wakati huo ndio litatimika neno lile Yesu alisema, wewe ekelea mkono chochote unachotaka na kitafanikiwa. Yaani unaenda kwa biashara, unaona iende mzuri, unaiambia Sikiza biashara, kutoka leo utaanza kupanda. Umenisikiza? Kutoka siku hiyo inasema tumesikia saa inaanza kupanda. Kwa maana kutoka wakati huo chochote kimekusunguka ni uzima, kina uzima. Na chochote unaongea ama unagusa unatransfer uzima huo. Lakini shida ya sasa ni hii. Unaona vile akili inakataa neno hilo. Hivyo ndivyo akili imejaa mauti. Kwa hivyo most likely chochote utagusa utafikishia mauti. Hivyo hata akili ikikuwa kinakufuata. Unajaribu kutumia effort kubwa kujaribu kuinua tu maisha. Ni kama umeshaiendesha wheelbarrow mero ile ya Ruto. Wheelbarrow ikiwa ina mafuta. Nasema griji. Alafu ujaribu kupanda naye mlima. Brada utachoka. Lakini ikiwekwa mafuta inaenda yenyewe. Hata kuendesha iko na raha. Hivyo ndivyo alivyo tofauti ya mtu aliye na uzima na asiye nayo. Utaniambia pastor, unajua mimi niliokoka kitambo. Mimi sijasema hujaokoka kwa maana ulikiri Yesu. Okay, turudi hapo tu tumesoma. Kitabu ya yule ako na Biblia ya kikwenu. Atusomee mstari wa 5. Kiswahili my friend. Mstari wa 5 na wa 6 mpaka wa 8. Warumi 8 mstari wa 5. Warumi 8 mstari wa 5. Kwa maana wale waufuatao mwili huyafikiri mambo ya mwili. Bali wale waifuatao roho huyafikiri mambo ya roho. Ngoja hapo kidogo. Wewe uko katika kategori gani?
wanaifikiria mwili ama wanaifikiria roho? Sasa unachanganya. Haya, ni gani kubwa? Ni ya mwili. Haya, sikia, twende. Sita yasema hivi, kwa kuwa nia ya mwili ni mauti. Kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, kumaanisha kama tafakari zako ni za mwili, we uko katika mauti. Bali nia ya roho ni uzima na amani. Bali nia ya roho ni uzima na amani. Kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu. Ile nia ya mwili ni adui juu ya Mungu. Kwa maana haitii sheria ya Mungu. Kwa sababu haitii sheria ya Mungu. Wala haiwezi kutii. Wala haiwezi kutii. Endelea. 8 inasema wale wafuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Wale wafuatae mwili hawawezi wakapendeza Mungu. Unajua shida yetu, ukisikia mwili unafikiria umaraya, unafikiria ulevi. So wakati wewe si mlevi na si mtu wa umaraya, unafikiria wewe ni wa roho. Kwa maana mwili si umaraya, si anything. Anasema ni mawazo yako. Anasema mawazo yako ikiwa ya mwili umebeba mauti, na mawazo yako ikiwa ya mwili utakuwa ngumu sana kuinamia sheria ya Mungu. Ndio maana ukijaribu kusoma utarara, kwa maana mawazo yako haiwezi ikatii. Anasema it is hostile to God. Mawazo yako inafunjo kinyume ya Mungu. Na anasema uwezi na haitawahi inama. As long as mawazo ni ya mwili, haitawahi inamia Mungu. Haitawahi. Na inaleta kifo. Sasa niseme nini? Masaa yangu imekwisha na sinakuishanga kabla hatujaanza. Yesu asifiwe. Na nataka unisikize hivi. Nafsi ujengwa kwa deposit. Deposit ni nini? My sister. Deposits. Ngwate. Good. Sasa mmepata. Nafsi inafikishiwa deposit. Kumaanisha kama nafsi yako itafikia uzima, lazima kila wakati undeposit sehemu iko na uzima. Bwana Yesu asifiwe. Kama nafsi yako itafikiwa na uzima, lazima undeposit katika nafsi yako kitu ambacho kina uzima. Kwa maana nafsi ujengwa kutoka nje. Haleluya. Nafsi ujengwa kutoka nje. For example, kuna mfano nimekaa nikiwapea kila wakati. Umeendesha gari kwa barabara, umekutana na polisi, wamekwambia simama, ukasimama. Kwambia hii gari mbaya, hii gari mbaya, weka huko ama uende kotini ama 200. Sasa wewe uchukue 200 umupe ili akuachilie. Tendo hilo limeweka deposit katika nafsi yako. Lakini deposit hiyo imewekwa iko na mauti. Kwa maana ni kinyume ya neno la uzima.
Niliwaambia siku moja nilikuwa naendesha gari kwa barabara, nikakutana na askari. Gari ilikuwa imemaliza kurundumu, hata ni kweli. Nilikuwa natoka mahali kunaitwa Maua naelekea kwetu. Nilikuwa natoka kuhubiri. Aliposimamisha, nikasimama. Akaambia habari boss. Nawaambia boss yako salama. Na sina shida. Hii gari yako imemaliza kurundumu. Hebu toka uone. Narudi. Niliangalia, nawaambia na kweli inaonekana imeisha. Sasa wewe unastahili kupelekwa kotini kesho. Sasa ilikuwa Sunday. Kwa hivyo nitarara ndani. Nikamwambia ni sawa. Ingia kwa gari twende. Ingia. Alipoingia akaniuliza, sasa ukipelekwa kotini kesho, hii utatoka na 20,000. Si ulete moja uende ukaweke gurudumu. Nikamwambia mkubwa, gharama ya 1,000 ni kubwa sana kuliko gharama ya 20,000. Niuliza unamaanisha? Nikamwambia nikitoa 1,000 hiyo, gharama yake itaniangamiza kuliko wakati nitapeana 20,000 nikiitishwa na koti. Niuliza wote bado sijakuelewa. Namwambia nikikupea 1,000 hivi, tutaachana na Mungu. Alafu ndani yangu itaingia mauti. Lakini nikienda nitoe 20,000 kwa maana Njanji amesema hivyo, nitasikia uchungu, lakini ni wa muda, kwa maana Mungu hata niacha na ndani yangu nitadeposit uzima. Kwa hivyo nikimaliza fanya hivyo miaka mingi, kutoka pale nitaanza kujenga giant ndani yangu ya uzima. Akaniuliza, wewe ni pastor? Nikamwambia ndio. Ananiambia enda na usirundi ikiwa hivyo. Ni kama yeye aliona akaya, hata hajaiona ndiye anakuambia mimi sikuona. Ukuona macho ulipeleka wapi? Umeweka ndani yako deposit ya mauti. Na huwezi tembea na Mungu. Huyo kumbuka, huyo unaongelesha si mtoto. Huyo unaongelesha ni mtu mzima. Na hawezi kutalimuti hapo na iaje. Hawezi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa swali ni nini huwa una deposit ndani ya moyo wako kila siku? What kind of deposit unaweka? Je, iko na uzima ama iko na mauti? Hicho unakaa ukiweka ndani yako, je, kina uzima ama kina mauti? Hakuna mtu atajengwa na Mungu. Kila mtu hatajijenga kwa kuweka deposit ndani yake. Kama Mungu hatujengwa na Mungu, kila mtu angejengwa, kwa maana Mungu anakujenga automatic. Si yeye akana uwezo wa kuinua kila mtu. Si Mungu akana uwezo wa kuinua kila mtu. Kwa nini auinui? Kwa maana si kazi yake. Hakisha kuokoa, anatarajia upende uzima kama vile kuliko vile umependa mauti. Lakini Yesu alisema, nilipofika nilikuta watu hawa wanapenda mauti kuliko uzima, wanapenda giza kuliko nuru. Uchunge brother, ujue kila dakika ni mahali nitapitia, nitahitajika nipeane tendo la imani, na tendo hilo lazima liwe halina mauti. Mungu awabariki. Brother, ni rahisi sana kufanyika mtu kama Mungu duniani. Unaweza kuwa kama Mungu duniani ukitembea na uwezo wake, as long as hauna mauti. Mwangalie mwenzako, mwambie shinda yako si Mungu, shinda yako ni wewe. Sasa usilaumu Mungu. Hii mambo ya Mungu, mbona uliniacha? Mungu hajawahi acha mtu, ni mtu acha Mungu. Mungu hajawahi acha mtu, ni mtu acha Mungu. So achana na
mara hii Mungu unaonekana uliniacha. Ya changi, wewe ndio uliacha rundi. Na vile unawengeza deposit ya mauti ndani yako, ndivyo unaenda mbali na yeye, ndivyo unakaribia mauti na unaenda mbali na uzima wa Mungu. Haleluya. Kizitocha utakaso ni damu ya Yesu. Bwana ani uwezo wanipa wokovu. Kijito cha utakaso ni damu ya Yesu. Bwana ana uwezo wanipa wokovu. Kijito cha utakaso
Nasikia uponyaji wa Mungu juu yenu. Amen. Mungu aponye maisha yenu. Amen. Aondolee majuto na kilio. Amen. Aondolee mateso ya aina yote. Amen. Awafanye kufurahia mbele ya uwepo wake. Amen. Siku zote za maisha yenu. Amen. To see you when you see me. May the Lord God Almighty be with you. Amen. And may the peace that passes the understanding of men be upon you now and forever. Amen. And may the Lord God Almighty look upon you. Amen. Each and every day of your life. Yes. You are blessed. Amen. And for surely you are blessed. Yes. Amen. Amen. Kuna wimbo tulikuwa tunaimba, I am blessed. I am blessed. Every moment of my life I am blessed. As I wake up in the morning, as I lay my hand to rest, I am blessed. I am blessed. You are blessed, my friend. Every moment of your life you are blessed. As you wake